Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Tunatembelea ule umande na unyevunyevu ule wa jana uliojaa neema ya Mungu. Amen. Haleluya. Bado mpaka sasa hivi sijaona kukaukiwa, lakini naona mbegu zikipandwa zitaota bado. Si ndio wapendwa wangu? Hata nilipoamka asubuhi ya leo kukutana na jua la Bwana, furaha yangu ilikuwa ni nyingi sana kwa kile kilichotendeka jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa kanisa la Mungu na watumishi wa Mungu ambao Mungu amewaita katika furaha yetu katika kanisa letu la Grace, bado ndilo kanisa pekee ambalo lina msikiliza Mungu ili Mungu aseme. Ndilo kanisa pekee tumebaki nalo linamsikiliza Mungu ili afanye ama aongee. Na hicho kimetupa uwezo mkubwa wa kutembea maili, yani muda mrefu kuliko kuzimia njiani. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema wale watu ambao wanamngojea Bwana mahali pa utulivu, hao watu wanavikwaga nguvu mpya na watapaa kama tai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nisungumze neno moja hivi zuri kidogo, ama mahali ambapo huzuni iliingia. Pale ambapo watu walipomkataa Mungu wa Israeli, wakamwambia Samueli, tunachoka ili jambo la kumsikia Mungu, kwamba Mungu ndiye anayechagua, ndiye anayetusemesha jambo. Hilo jambo limetuchosha. Wakataka kuingia kwenye mpango wa vyama vingi kama mataifa wengine. Ninyi ni wasomi wazuri wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakamkataa Mungu kwa kusema, na sisi tunahitaji kumpata mfalme ambaye atatuongoza, atakayetokana pengine na kura zetu, ambaye atatokana na sisi tumemchagua, ama utakayetuchaguliwa lakini akae mbele yetu. Jambo lile lilikuwa ni huzuni kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu ni kama walimdharau Mungu aliyewaongoza kutoka Misri, akawavusha bahari ya Shamu, jangwani wakapita, wakasahau ile mikate, wakasahau zile nyoka za moto, wakasahau kila kitu kilicho kizuri kilichofanywa na Mungu kwa ajili ya maisha yao, lakini wakataka kuongozwa na binadamu. Mungu aliwaonya kupitia kinywa cha Samueli kwamba, ndugu zangu, mnako kwenda ni kubaya. Ingependeza kama mngekaa kwa utulivu kumsikiliza Mungu, kwa sababu safari yote tumetoka mbali mpaka hapa. Mungu ametubeba na hajawahi kutuacha njiani. Lakini ndugu zangu, kama mjuavyo, mwanadamu ni mwanadamu asiyetulia na anayetaka kuona mabadiliko. Yaani hata ungemfanyia nini, hata ungekuwa mchungaji mzuri sana pale kanisani, ambaye wewe huna shida na mtu wala hutaki chochote cha mtu, lakini watahitaji kuona kitu kingine cha zaidi. Ndivyo tulivyo wanadamu. Wana wahubiri wao hawa wanadamu walio kwenye mitandao, uko nao kanisani, na lakini wana wahubiri wao, wana viongozi wao. Kwa hiyo ni wanadamu tunaowachunga, lakini hawafugiki. Bwana tusaidie sana. Yaani hawafugiki, yaani yuko mbele kuliko, anahangaika kuliko mbuzi. Mimi nimechungaga kondoo na mbuzi na ng'ombe, lakini walionitesa sana kule machungani mimi walikuwaga ni mbuzi, maana walikuwa watulii. Bwana tusaidie sana. Na binadamu tulioko kwenye ulimwengu wa sasa ni wanadamu ambao tutulii. Lakini kwa nini nasema hivyo ndugu zangu? Nasema neno hili kwa sababu tuna neema sisi kwenye kanisa letu, hasa kwenye mfumo wa uchaguzi.
Sisi kanisani, kwenye kanisa letu la Grace, tuna mfumo mzuri wa uchaguzi ambao wenzetu wameupoteza na wameingia pabaya sana. Yako madhehebu yameshaingia kwenye vita mpaka dakika hii, kwa sababu wanatamani kuwa kiongozi kwa namna ile ya kuchaguliwa. Ukienda kwenye madhehebu mengine, mimi sitaki nikutajie majina ya watu, maana watu wazima tulioko hapa tunafahamu mambo haya. Nataka nikuambie kunafika mahali mpaka bahasha zinagawanywa ili mtu apate uaskofu. Nani alishagundua hicho kwenye pitapita zetu? Yule ambaye pia anataka kugombea anaweza kujipendekeza kwa makanisa machanga mengi na sio machanga, na kwa watu wenye sauti kwenda kufanya mradi wa ujenzi wa jengo la kanisa na vitu vya namna hiyo, ili angalau watu wamkubali sana. Vitu hivyo vipo ndugu yangu katikati yetu, lakini uponyaji wetu uko mahali hapa kwamba tunahitaji Mungu azungumze nasi. Mimi ninafikiri niseme hivi, tuna watu tunaoangalia namna yao ya utendaji, ingawaji hayuko kimungu sana, iko kimawazo ya kibinadamu. Watu wanaovaaga msalaba, ikifikia mahali wanamtaka mkuu wao wa dini wanajifungiaga. Bwana asaidie sana. Wanajifungia kwa utulivu wao, kwa namna ya kwao. Sasa kuna kitu anasema mpaka tuone moshi mweupe ukipanda hivi ukimwelekea mtu fulani. Sasa ndugu zangu, sasa huo moshi nao ndio hivyo tena, kama hujapanda na kumwelekea mtu fulani, basi ina maana huduma ile kwako sio. Tunashindwa nini watumishi wa Mungu sisi kujifungia ili kuisikia sauti ya Mungu katika huduma zetu? Bwana asaidie sana. Tujifungie katika Bwana. Tunahitaji nini? Aliyetuweka kwenye huduma si anaongeaga jamani? Si tunaamini Mungu anaongea ndugu zangu? Katika kule kujifungia kwetu katika faraga yetu na Mungu, huwa Mungu anaongea, anakupa hakikisho. Na nashukuru Mungu kwamba mtindo huu hauko kwingi sana, lakini grace tunao. Bwana asaidie sana, kwamba baba hata anapokuja kusema jambo, sio anasema kwa sababu anakurupuka. Alipata nafasi ya kujifungia. Sisemi aliona moshi mweupe, lakini alisikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo ukisikia kitu amesema ama amekiratibu, tusiweke maswali ya kibinadamu. Mara nyingi sana tumeona watu wanaweka maswali ya kibinadamu na hata wakajikwaa sana. Mimi kwa kweli niwaambie ndugu zangu, mimi ni mtu wa spidi sana, lakini ikifikia mahali sasa nataka nimuone Mungu, ninauvua ujuaji wangu, nauvua spidi zangu, ninakaa mahali nataka Mungu aseme. Kwa sababu nje ya Mungu kusema aliyekuweka kwenye ile huduma, utacheza rafu kwenye viwanja hivi vya Injili. Yaani utaparamia kila eneo. Nani alishawahi kuona popo ameingia kwenye nyumba yenye taa, mara apige huko, apige taa huko, mara atoke huko azunguke hivi? Inakuwaga ni fujo fulani ndani ya nyumba. Na ukitaka kuparamia kila kitu, uongee ovyo, utoe unabii wa uongo, utake kutishia Wakristo, utake kusema kitu ambacho sio, yaani unapiga huku, unataka kujihami, unataka kujishika na hili. Ndugu zangu, tunapotea sana kama tunatoka kwenye uwepo wa Mungu bila kuisikia sauti ya Mungu kwa haraka zetu, kwa sababu tunataka kwenda kujenga kitu ambacho tunakitaka sisi. Ndio yule mtu anayemuomba Mungu maombi yake ya kufunga, lakini anataka kuugunja mkono wa Mungu ufuate matakwa yake. Yaani kuugunja mkono wa Mungu ufanye kile wewe unataka. Lakini tunahitaji mkono wa Mungu ulionyooshwa. Amen. Tunamtaka Mungu mkono wake ulionyooka kulenga kitu kile ambacho si mapenzi yangu wala ya yule, lakini mkono wa Mungu ulionyooshwa ulenge kile anataka Mungu yeye, na wala si
anachotaka Christopher. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa huo utajiri nilio nao ndugu zangu, hapo ndipo ninanyamaza kimya, kama mzee Nyerere aliyeimbwa na Mbaraka Mshee kwamba najituliza kwa kasuku, hataki maneno, hataki matata, ninachopata kwake mimi kinanitosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana.